sana mwanchi muri eri abigetaseni kya Ndizi TV nebiro binderende togo kwarigania asomoro biri ubensa kya bona mambya asenteliga ya gatatu na baigo yo mwario tokumurikira amangana alingete obo chenu kerobo negachinga kechiga tugushikoba tokumurikira ensemeri emechando ya kebongo eketubwate umumanyirega ase studio umunyagitari oyo bwate obumanya sensemeyo oyo rachikoba kagotwetia chinchera ningiye kogera ngatutebo mondo nga oberi kagotwara emechando ya kebongo naki ebimanyirira imbere biebi ningiye kolete emechando buneyo naboigo ngakyo mondo arabe gakonyora obubweni aboigo ntubwate oyo mogega si studio obereka gwetera asensemeyo nabarabe kagotweresera sobwa galenga experience kya ya sensemeyo nakikia beire ngakia betega konyora as situation yeyo naende ngakia beire gakorororo igo mwanchi muri iri asanga na into asumuro berega cinga kitora betoko gosemia amange nyoranga nabo tubwate sensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News sensemo ya website na bawatanya gwetera www.ndizitv.net wego wasanga na intwe ekerengeli kyawo seliboli lyago gwetera sinamba yesimi ya 0792192834 elinda biko tumenya asoko bwatia omorobeli korbo basa sensemeri channel ya WhatsApp Ndizi TV News Digital elinda tobeto gosanga asobwamo tengireli bageliga kwaligania abageni ase studio batomanye na kibakorwa ngaibakorugero gasorbo rusi naboigo ningikeli bagokora karibu sana. Aha, nsemanga ladies first. Naweza jitambulisha kwa mpenzi mtazamaji, umwambie unaitwa nani na unafanya nini katika huu mji wa Kisii. Asante sana asubuhi ya leo kwa kutualika hapa kwanza. So kwa majina ni Dr. Mary Njuguna. Mimi ni daktari. Na nina daktari ambaye nime specialize kutibu magonjwa ya akili. Ambaye kwa kimombo anaitwa consultant psychiatrist. So I'm a consultant psychiatrist, ninafanya kazi hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. Na kwa leo niko hapa courtesy of GMA, which is a very big organization ambayo imeanza hapa Kisii. That is concerned about making sure that we do mental health awareness kila mahali ambapo tunaweza kufanya. So asanteni sana kwa kutukaribisha. Okay, karibu sana. Asante sana kwa kuitikia wito wetu na pia kufika katika hii studio yetu ili uweze kuelimisha mpenzi mtazamaji. Pia kwa upande wangu, unajua naelewa hii lugha, acha nimuongeleshe kwa kikwetu kidogo. Na wako manyuma nchi muri elia na kiyokorwa na ndi karibu sana katika studio. Pia mbona sana seria tangu kwa Haron Buya. Cheno mamenyi bwe taoni ande no muigurwa bwe kenyureke ande inde no mo ko bana inu asiri kuri arero kiagara mechanda igureo bwire bwa bongo ge kwate cinjira cinyinga abantu bakuyirigereria akonenge rikaro monta kubona bwire bwa bongo akonenge nechi bari mu chigo tara para stabe gichianga lakini ndero kubona turense meyemo yo bwire bwa bongo Jeni mbugwate nabonyorete nande ngakina amenye goikara rero nkinda tebya abarigereria ingoro yo kubimubonga kibara amenya bwo batubwirunga mo naenda kerondo gaige taoni kino mwingi nyande gwe kinyomba n'ekipara. Okay, so karibu sana tuyatsanga mu tarabene. Asante sana engineer asogwikira nasi studio nabo igokwero matetere raisi konyaro muntu kagweso kyagotebanga oberi kagora toro muchando yo nare yali oberi kagwetera na ende tare raisi gweso kya by the way yase chitibi gose bosibichi camera asogwanchirana nabo igogosanga no mwancho murigereri akonde myemono sana asokwimuke getambukire kili tukulia rero ilinde tabato gosanga asobwa mu mwancho murigereri no metenga umutinyo iga ogatano no mutinyi tokorwa obumanyi igoro y'emicando ya kebongo igoro umutinyo igo mu gatano tobeto gukora awareness tobeto gukumanya ngankira kyo gwenete gwetanga ase okonyora emicando ya kebongo. Dr. Mary, unaweza elezea mpenzi mtazamaji, najua huu mwezi umekuwa about mental awareness. Pengine tunaweza anza kutoka kwako, maybe mmekuwa mkifanya awareness vipi?
GMA imeanza kufanya awareness ya mental health kutoka mwaka uliopita. Hapo ndio tulipoanzia. Kwanza tulianzia tu mwezi wa Mei mwaka uliopita. Kwa hivyo activities nyingi ambazo tumefanya za awareness ni kwamba tumeenda kwenye mashule, tunaenda kwenye makanisa, na pia sasa vile tumefanya kwa leo kuenda kwenye the media stations ili kuzungumzia watu, kuwaelezea hii mambo ya mental health inahusiana na nini, ni jambo gani hili na lina dhuru watu namna gani kwenye jamii na vile tunaweza kufanya ili kushughulikia janga hili. Tumeweza tukizungumzia kwa wakati mwingi kuhusu afya ya kiakili. Pengine wakati mwingi unapata mpenzi mtazamaji labda anajua kwamba wale ambao ni kichaa ndio ambao wako na hii shida peke yao. Pengine unaweza elezea mpenzi mtazamaji afya ya kiakili, pengine mental disorders huwa inakuja vipi? Ni nini huwa inachangia katika mtu kuwa na mental disorders? Okay. Labda kabla sijaenda kwenye mental disorders, nitaelezea zaidi kuhusu the mental health awareness month. Na vile umesema kwamba huu mwezi wa Mei dunia nzima, na kwanza ilitengwa katika nchi za ng'ambo za Amerika. I think wanasema 1950 ama kitambo sana, kwamba Mei ndio itakuwa mwezi wa mental health awareness. Na kwa nini tunataka kufanya mambo ya mental health awareness? Ni janga kubwa ama ni kitu kidogo ambacho kina affect watu, ama ni kwa nini? Takwimu ama statistics zinasema kwamba 1 in 4 people ambao wanakuja pale hospitalini wakichunguzwa zaidi ama tukifanya zile assessments za mental health, unapata wako na mental illness. Mtu alikuwa amekuja kutibiwa malaria, alikuwa amekuja kutibiwa pneumonia, alikuwa amekuja kutibiwa jambo lingine lolote, lakini mmoja kati ya watu 4 ambao wamekaa pale kwa hospitali wanapatikana wako na mental illness, na mmoja kati ya watu 10 ambao wanatembea kwa barabara in the community, 1 of 10 people have a mental condition. And why do we want to make sure that we are enhancing mambo ya mental health awareness hapa Kenya, na sana sana hapa Kisii mahali tuko, na of course mahali kwingine popote Kenya? Uchunguzi ulifanyika ukaonesha kwamba Kenya is the 4th country in Africa with the highest cases of depression. The 4th country in Africa and the 9th country globally with the high cases of depression. So ni jambo ambalo lina tu affect, hata kama na sasa hiyo itaniongoza kujibu swali lako ya kwamba kweli ni wale watu ambao tunaona ni ambao wamechanganikiwa kabisa, ambao tuseme wamerukwa akili, ni hao peke yao wako na, ama hiyo ndio mental illness peke yake. Kuongezea kwamba Kenya is 4th in Africa and 9th in the world kwa na cases of depression, 5 out of 6. So hawa watu wote ambao labda wale mmoja kati ya wale 4 walikuja hospitalini na mmoja kati ya wale 10 ambao wanatembea huku nje ambao wako na mental illness, 5 kati ya 6 hawatawahi pata ama hawajawahi pata kujulikana wako na ugonjwa wa akili na hawapati matibabu. Hii inaonyesha sio ugonjwa ambao ati ni kama mtu ako na growth, ukimwona ako na growth unasema hii ni nini imefura hapa, labda uende hospitalini. Watu wengi, na ndivyo hata most of the awareness documents inasema kwamba mental illness kwa watu wengi is a silent illness. Not all wounds are visible. That is the challenge ambayo inakuwa nayo na mental illness. Wakati mtu akianguka labda alikuwa, ama mtu akijiumiza alikuwa analima shambani akijikata na jembe, tutaona kile kidonda. Lakini wakati mtu amepata mambo mengine ya mental illness kama depression, kama anxiety, kama let's say even eating disorders, sio kitu ambacho utamuona kwa mwili yake useme huyu yako na shida fulani. Anaweza kuwa tu amenyamaza. Na kujibu swali lako ni kwamba majority ya magonjwa mengi ya mental illness ni magonjwa ambayo yamejificha ama yamenyamaza ama hayaonekani kwa mwili ya mtu. Labda wakati mwingine, wakati tabia zake hiyo ugonjwa imezidi sana, ndio tabia zake zinabadilika, ndio unaanza kuona mental illnesses. Na ndio tunasema not all wounds are visible, and especially when they are mental illnesses. Alafu nikuje sasa, kabla sijaenda kwa mental illnesses, kwa sababu wakati mwingine tungependa ama tumezoea kushughulikia ama kuangalia sana mambo ya mental illness. Lakini kabla tujajiuliza mental illness ni nini, what is mental health? Kabla mtu hajaenda kwa mental illness, alikuwa kwa kiwango gani? Alikuwa kwa mental health alikuwa sawa?
So we have to differentiate between mental health and mental illness. Okay? Mental health, okay? Mental health is the emotional, psychological, intellectual, spiritual, and social well-being of a human being. Okay? It's not just the absence of mental illness. Ndio ile sasa kujibu ile swali yako tena. Si ati kwamba sina ugonjwa ambao unaonekana inamaanisha sina shida yoyote ya mental health. So mental health wakati iko sawa, your emotional well-being iko sawa, psychological well-being iko sawa, intellectual well-being iko sawa, spiritual well-being iko sawa, social well-being. So ni vitu mingi ambazo ziko ndani ya mental health. Huwa ninaambia watu kama hizi ni building blocks. Hizi ndio building blocks za mental health. Ndio sasa kutoka kwa hiyo building blocks mambo ingine ya maisha yanatokezea. So hizi 5 building blocks zinaweza kuwa ziko sawa ama zinaweza kuwa haziko sawa. Okay? So that is what mental health is. And what is the purpose of having mental health inahusiana na nini kwa maisha ya mtu? Tunasema kwamba mental health involves the functioning of a human being so that the person is able to achieve their full potential. Na mtu anaweza cope with the different stresses of life and different and a wide range of situations in life and a wide range of relationships. So wakati mental health ya mtu iko sawa, they are able to achieve their full potential and they are able to cope with stresses of life and they are able to handle a wide range of relationships. Na unaona hapa hata sijaongelelea kukua mgonjwa ama kukua admitted kwa hospitali. Tunaongelelea mambo ya intellectual. Huyu mtu anaweza achieve potential yake pale shuleni. Tunaongelelea mambo ya emotional. Huyu ni mtu ambaye akikasirishwa ama mambo yakimpata ambayo ni magumu sana, hata kama atakuwa affected, anaweza kujibalance. At the end of the day anaona yes, huyu mtu amenikosea hivi, lakini wacha nifanye hivi niweze kujituliza ama niweze kusonga mbele na mambo ya maisha. So hiyo ndio mental health. Okay? Alafu tukija kwa mental illness. Mental illness sasa ni mambo yoyote ya maisha ama ya mwili ambayo ita negatively affect somebody emotions, somebody's psychological well-being, somebody's intellectual well-being, somebody's spiritual well-being, and somebody's social well-being. Anything that will negatively affect or will make these things to go into the negative aspect. Wakati iko ni mental health and it's good mental health, hizi vitu zote ziko in the positive aspect, but when they start going into the negative aspect, na zinakaa hapo in the negative aspect for a long time, ndio sasa tunasema ni mental illness. Again, mental illness ni ugonjwa ambao una affect how you think, how you feel and how you behave. Na hizo tatu ndizo utapata daktari wa mental illness ama mental disorders atakuwa anachunguza. Atakuwa anafanya uchunguzi, anaangalia mawazo ya huyu mtu yako namna gani, tabia ya huyu mtu iko namna gani, na hisia za huyu mtu ziko namna gani, na kama ziko na dalili fulani ambazo zinahesabika zinafikisha kiwango fulani, ndio tunasema kweli huyu mtu anaweza kuwa na ugonjwa fulani wa mental illness. So that is the difference between mental health and mental illness. Yes. Najua hiyo topic inakuanga so wide. We cannot exhaust it all. Yes. But tutapick to some of the few things. Yes. And iposa tuweze kuzungumza na mpenzi mtazamaji. Umeweza kuongelea hapo kwa mental illness. Pengine kuna types of mental illness. Tulisema kwamba si lazima mtu aweze kuwa kichandi kwa sababu tuweze kusema kwamba is mental unhealthy. Pengine unaweza tuelezea tu kwa kifupi hizi types of mental illness ni gani? Okay. Types ya mental illness nikizilist ama nikiziongelelea zinaweza kuwa more than 300 kwa kile kitabu ambacho daktari akifunzwa ama hata muuguzi akifunzwa kuhusu magonjwa ya mental illness ni mengi sana, hatuwezi yataja yote, but kuna zile tunaziita common, kuna what we call common mental disorders ambazo huwa tunahakikisha kwamba tunawahamasisha watu ama tunaweza zungumzia katika community. One of the common mental illnesses ni depression, anxiety. Hizi ni tofauti. So depression is one of them. Number 2, anxiety. Sasa mtu aone kwamba one is depression, anxiety. So moja wapo ni depression, nyingine inaitwa anxiety. Ugonjwa mwingine unaweza itwa mood disorders. Na mood disorders inaweza beba magonjwa mengi. Miongoni mwa mood disorders ni ile ambayo inaitwa bipolar mood disorder. Ugonjwa mwingine inaitwa psychosis, na pia psychosis inabeba magonjwa mengi.
mojawapo ya magonjwa ya psychosis ambayo yako hapo ndani ni ile, labda kama wale wamesikia sana sana, tunaita schizophrenia. Ugonjwa mwingine wa mental illness ni substance related ama substance use disorders, substance related and addictive disorders. Kuna magonjwa mengine yanaitwa personality disorders, mengine yanaitwa trauma and stressor related disorders, mengine yanaitwa neurodevelopmental disorders. Na nikiendelea sitamaliza leo. Ni wakati tu utatuishia. Ni wakati utatuishia, lakini hizo ndizo amongst the ones tunasema ni common mental disorders, na ni vizuri watu waelewe hata kama ni kidogo, ili ukiona mtu fulani ako na dalili fulani pale nyumbani ama pale kwenye community, unaweza kukuwa na tunaita high index of suspicion. Una suspect, unasema hii inaweza kuwa kitu fulani, ni vizuri asaidike mahali fulani. Okay. Ningependa ushikilie hapo kidogo, tuingie kwa engineer kidogo, atueleze tu kiasi imekuwa vipi upande wake. Engineer anapokora tatebi ngaki yaringi bakase nsemo ya uwa chago konyoranga nubu watu mochando yuiga buburairo bongo ngaya chakirte ni kiagerete. Ya bueno, era de School of Engineering, University. Una área como Snow. Mwaka mutanga nikisoma uya, mwaka birenga soma uya. Una como mwaka watu chibesti kabura. Ninyo teri tukeri mona na retencha bese ngenchonda wanda chibesti ukore school. So around that time we were going. Yeri maya no kusio nyora kene kei. Nebo komentario yake hiyo. Deka sige nyora na ikio mari bo prengere. So na ko de class. Atkero mona class de class iga. Karole ke sunde. And then asoka school, kagaende room, kara. Kan nikutari kana wote weekend yetu bakanga mario. Kachikonyo. Lakini ni clinic tu ya kawaida. So lakini tena nayo mariga kutimba na tinganda referral Eldoret. Na roho mwenye kitari ndio kwa. Yaro tena ndio ni watu mchando. So kwa brende akanga mario, ni yote tanga ni kana nyi kama mario kama tanga ni. Ara yetu sana matukawe tiemanya. Ote iwete. Timai kele. Timai ditu kele matukawe ngiari na. Kiara mario ga ina bago chaba. Kerekele tiandara kuira ni maiga engineer ekerobu wachite nyitari gwatebigonga no gwatu muchando yuga bobongo ahengi gia chita sobongo gwabo kwa ruchinga bono kwa beire bali mo ngaki kwa receive it news echo osenkwa maitenga essence merio muchando bobongo types inchiro rochi michando yobongo. It's very funny. I cannot tell you no what to worry about, but I don't want to worry about. There is part of the brain that's not working, or that is not working well, for that matter. So in some area, so what I know what so what I know what you. Ngwa stoke tenga. Yeah. Kitu kia bata kiringa, yangireta matuke metiengete, kuja kumanya kiningi. Andeni ngairangu mwako mwakocha uyanjira nanga na wande. Okay. Mata wango na bogo tumia kwa appreciating ekeningi. So bogo wase ora butu. At some point you come near konke. Teba yota ke yota ke tinchigi jam. Ewa. Kergele tuira negale se kenyoro ekirona na baiguri bago bashite kumanyanga no bwato muchando yiga asenseme ngakiba yirete gitambo kirekyo. Naende na wakire igusi jendre na wako irego bande dia yorogire ayaturuane ko te bichoma tamonga chipesa ni ande school kina bango endra na yorogire tikatra na tokurigire kigusi ruwari ona ndenga bakanje tinguruwari kigusi na ngagere tawangi nichandero gere where we start aria se wachakira kuna wachaka ngorogire na ndo gwatienjere na bora betoko ikiagara bono wachakira ngari monto kete nkondo gari na chibono inchiete university bantu bande bachieti osenimbwate ke bantu bande babwati mbanta kerete baya digo takero ole ngari ngaki no ruarete ure bwo bongo na bonga malaria na bongo monto unege tokogoro botakero mu nyigitari bwo bongo ebiga binde tiga bona so they received it that way igenda gya kwanya tenchi kwa ndende kanisa kabate binga nchena motebe biyonspi ngendo ma tenga ki ongo wirwa bongo bwan ruarte asengencho chibes teisa ini choko kende school
so tukanya kuchanda na igo ngachikotema kwira ni school bigasinya kata ugendo ratumuka abongo ratumuka mwaka wa mwaka so rende reception go singing chaba ibuli bai tamangana go wada tenga chendo interestingly for 5 years I could not talk to my mother etano kera mo no liga ranga tinga kimumro yaro girono ono yiga katumuri rinjera kurwari Mataya ni sana ba kanyambwe eba okay igo gatene nayo munyeno getenenera okirwanirira bako gatakondo rogo gwenya eba watiraga mtaraso ase daktari sijui kama umeweza kuelewa chenye mimi anasema yes tu umeshika kidogo sana kidogo sana. Okay, watu wengi sijui ni culture ama ni trend katika huu mji wa Kisii. Wakipata kwamba watoto wao wako na hii shida, most of the times wanasemanga ni uchawi, so that they cannot take their children to the hospital to get the right medication. Venye engineer ameweza kuelezea katika upande wake haikuwa rahisi. Pengine daktari unaweza kutuelezea causes za hizi mental illness ni gani, ndipo tuweze kuingia kwa ndani zaidi. Okay. Hiyo ni mzuri sana na hiyo ndio jambo ambalo tunapenda sana kuelezea watu ili tuweze kutoa mawazo yetu ama kudemystify mambo ya mental illness. Vile amesema ni kweli. Wakati mwingi in our African setup, na hata nafikiri hata kwa Western world, kabla hawajaweza kufanya utafiti zaidi kujiuliza haya magonjwa ya mental illness yanatokana na wapi. Watu wengi walikuwa, kwa sababu ni kitu ambacho haukioni. Tuseme si kama tuseme ugonjwa gani, tuseme ugonjwa wa malaria ambapo utatoa damu na utapata kuna viini hizo parasites za tunazita anopheles whatever, ndizo utazipata, utasema kumbe hiki kidudu ndio kimeingia kwenye mwili kimefanya ugonjwa kama huo. Ukipima damu hautapata chochote ambacho kitakwambia hii ni mental illness. Ukipiga wakati mwingine hata picha ya kichwa, wakati mwingine hauoni brain kama yenyewe inakaa iko na matatizo yote, inakaa tu normal. Kwa hivyo ni mambo gani, ni vitu gani ambavyo vinafanya kuleta ugonjwa wa mental illness? Na tunasema there is no one thing, hakuna cause moja ambayo tunasema hii ndio imeleta ugonjwa kwa huyu mtu. Huwa kawaida ni mambo mengi, a number of factors combined together ndio zina affect huyo mtu anakuwa na huo ugonjwa wa mental illness. Na hizi factors tunaziita kama roots. Ukiona kama ugonjwa wa mental illness inaweza kuwa ni mti, na hapo juu kwa huyo mti ndio unaanza kuona hiyo matawi inaanza kuwa yellow, hiyo ni emotions imeanza kuwa affected, psychological imeanza kuwa affected. Inamaanisha pale ndani kuna roots. Hizo roots zimegonjeka kwa njia fulani. Sasa hizo roots tunasema ni 3. One root is biological. The biological well-being of a person or the biological aspects of a human being can be affected to bring about a mental illness. Ya pili ni psychological. Okay, so the psychological well-being ama the psychological roots of a person ikikuwa affected italeta mental illness. Na ya tatu ni social. Tunaita biopsychosocial. So biological, psychological and social factors zikikuwa combined ndio zinaleta mental illness. Kwa biological tunaongelea mambo gani? Vile tu engineer amesema brain. We tunasema at the end of the day tunapaswa kukumbuka kwamba mental illnesses are disorders of the brain. Sio disorders za roho, sio disorders za lungs, sio disorders za sijui niseme nini. So mental disorders are disorders of the brain. Na brain ndio iko na zile functions nilikuwa nakwambia. Our emotions are controlled by the brain. Our thinking is controlled by the brain. Our behaviors are controlled by the brain. And that is why the mental disorders are disorders of the brain. And biologically, sasa the brain, ubongo, vile umesema na kikisi emechando, ya ubongo. Ubongo ama ubongo ni kiungo cha mwili. Na biologically, hicho kiungo cha mwili kinaweza kugonjeka kama viungo vingine vyovyote. Acha nisiulize kwa nini. Sasa tunahitaji kutoa mawazo yetu kwa uchawi. Wakati mtu ako na ugonjwa wa moyo, wakati mtoto amezaliwa na anasemekana ako na shimo kwa moyo, hatusemi ni uchawi. Wakati mtu amekuwa mtu mzima na anasemekana ako na moyo wake umepanuka sana ama unagonga vibaya, hatusemi ni uchawi. Wakati mtu anakuwa na lung disorder, ama wakati mtu ako na asthma, ama wakati mtu anakuwa na diabetes, na diabetes inatokana na kiungo kinaitwa pancreas, hatusemi ni uchawi. Vile vile ubongo unaweza kugonjeka biologically. Kwamba ubongo uko na mizizi. Kuna mizizi ambayo inapita imeshikana ndani ya ubongo na ndio inafanya kazi ya kupitisha information ya kukuambia jua
sijui jua inaamka ama inafanya nini. Wakati jua imerise inakwambia saa hizi ni asubuhi. Wakati jua inatua inakwambia sasa ni jioni ama sasa ni usiku. Wakati wa asubuhi ni wakati wa kuamka kujisafisha, kufanya mambo fulani. Wakati jua limetua ni usiku, ni wakati wa kwenda kulala. Ni ubongo wako unakuambia hivyo. Lakini wakati mtu amegonjeka ubongo, hata jua saa hizi ni asubuhi ama ni usiku. So biologically ubongo unagonjeka. Biologically tena kuna genetics ambazo zina dictate vile huo ubongo uliumbika wakati mtoto alikuwa kwenye nyungo ya mama yake. Wakati ule ubongo ulikuwa unaumbika, kuna genetics ambazo walikuwa napata kutoka kwa mama mzazi na kutoka kwa baba mzazi, na kuna errors, kuna mambo mengine ambayo sasa hata sisi kwa medical field tunaweza kuweza kuelezea ambazo zina affect your genetics, na anakuwa na genetical errors kwa ubongo wake. Sasa akiwa na hizo genetical errors, unaweza pata hiyo genetical errors inaweza nyamaza tu. Maisha yake yote inaweza nyamaza, lakini yako na risk ya kukuwa na hiyo mental illness. Na nikisema hata genetics, kuna genes ambazo zimeweza kufanyiwa utafiti na zikajulikana. Kuna genetic error mtu akiwa nayo ikipatikana kwa nchi za ng'ambo wanaweza, na nafikiri very advanced hospitals in Kenya zinaweza, maybe like Aga Khan, zinaweza kupima damu ya mtu na inasema ina analyze all their genes. Hata government lab inaweza kuangalia all your genes. Ukipatikana uko na genetic error fulani, you are at very high risk of having addiction. Ukionja tu hivi pombe ya kwanza ya pili, the third one unakuwa addicted. Wengine hata the first. So those are the genetics. So there are people who have genes ambazo zinawaweka at risk ya kuwa na bipolar disorder. Kuna watu wako na genes zinaweka at risk ya kuwa na schizophrenia and so on. So that is biologically. Then tunakuja psychologically. Psychological well-being ya mtu huwa napenda kusema ni vitu mbili, lakini inaweza kuwa ni vitu vingi sana, lakini kwa sababu ya awareness ya people ambao hawajafunzwa medicine na hawajasomea mambo ya mental illness, napenda kuzigawanya mara mbili psychological. Nasemaga psychological ni coping mechanisms za mtu na character ama personality ya mtu. Psychological components wanapenda kuongelea sana personality na coping mechanisms. Huyu mtu vile amelelewa kutoka akuwe mtoto mdogo, amekuwa ni mtu wa aina gani? Personality yake ni gani? Personality yake ni mtu ambaye amenyamaza, hata akikandamizwa, hata akitusiwa, akiambiwa mambo mabaya, ananyamaza tu, anajiwekea hayo maneno. Ama personality ya huyu mtu ni mtu ambaye hata ukimchokoza kidogo yeye tu atasimama na atapigana na wewe na atakurudishia matusi. Hiyo ni kawaida, ni nature ya mtu na huwezi kudictate, lakini wakati mwingine environment pia ita dictate of which environment is the one that I'm coming to last. Lakini kuna vile tu mtu anakuwa na character yake. Utapata kuna mtoto ambaye akikua ni mtoto ambaye anapenda nyimbo, anapenda kupiga madrums. Hiyo ni personality ya huyo mtoto. Na kuna mtoto mwingine ambaye atapenda kucheza na udongo, atacheza na vitu vya udongo. Kuna mtoto mwingine kama sasa watoto wetu wa siku hizi, mwingine atacheza na magari, mwingine atacheza na vitu vya jikoni. Hiyo ndio personality yake, hivyo ndio dhamiri yake inapendeza. Sasa kwa hiyo dhamiri yake, personality yake, kuna risk factors ambazo anaweza kuwa nazo. Kama ni mtu ambaye anakasirika haraka sana, huyo ni mtu ambaye ako na risk factors ya kukua na mood disorder. Kama ni mtu ambaye ni wa kunyamaza sana, wa kujihurumia, wa kujionea kila kitu kinanikandamiza, hawezi kuongea, akikosewa anafinyilia, anafunikia vitu. Huyo ni mtu ambaye ako na risk factors ya kuwa na mental illness, kwamba siku moja zitalipuka, alafu unaona anakuwa na mental illness. Hiyo ndio psychological and coping mechanisms. How do you deal with stresses of life? Unakumbuka nikipeana definition ya mental health. Mental health is a building blocks, emotional, psychological. They help you to be able to function optimally, and they help you to be able to cope with the range of stressors. How do you cope with stresses of life? Ukianguka mtihani ama wakati unaenda kukalia mtihani mzito, unakopa aje na hiyo stress? Wengine wanajiweka gangari na wako very strong na they have good self esteem, lakini wengine wanakuwa na uoga. Wengine wanaogopa, wengine anatoroka kwa hiyo exam room kwa sababu ameogopa hiyo exam room. That is how they are coping with that stressor. So kuna good coping mechanisms na poor coping mechanisms. Yule ambaye ako na poor coping mechanisms ako na risk ya ku develop certain mental disorders. Then root ya tatu ama mzizi wa tatu ni social factors. Social factors ni mambo ambayo yanatuzingira.
nyumbani ambapo umekulia, wazazi wako wamekulelea namna gani, shuleni ambapo umekuwa ukienda, umekuwa na watoto ambao mnatangamana nao, wamekutangamana na wewe namna gani, umekuwa na marafiki ambao wanakupenda, mnaongozana vizuri, ama umekuwa ukikuwa bullied pale shuleni, walimu ambao walikuwa wanakufunza ni walimu walikuwa wanakuelezea maneno gani, walikuwa wanakuambia wewe ni ng'ombe, wewe ni ng'ombe, wewe ni ile maneno, ile vitu ambayo inatoka kutoka from outside, externally, environment. Social factors ni the environment, the home environment, the school environment, the community environment, na hata pale kazini, hata ukiwa mtu mzima hapa kazini, uko na bosses wako, uko na co-workers wako, hiyo environment ambayo unafanyia kazi iko namna gani? Ni environment ambayo iko nurturing, ama ni environment ambayo ni inakandamiza, kama watoto wa siku hizi wa Gen Z wanasema toxic workplace, toxic, my parents are toxic, my teachers are toxic. It's okay, it's an important aspect kuangalia those toxic environments. Zinaweka mtu at risk ya kukuwa na mental illness. So, for example, toxic environments like a girl child who has gone through sexual abuse, that is somebody who is at very high risk of developing mental illness. Mtu ambaye ama mwanamke ambaye ako kwa ndoa ambaye anapigwa, hata si kupigwa tu kwa mangumi, kupigwa emotionally na kukandamizwa financially, huyo ni mtu ambaye ako at risk ya kukuwa na mental illness, and many other toxic or negative environments. So hizo tatu wakati mwingine sio kitu kimoja ambacho utapata ni mtu ambaye labda mama yake kwa social environment mama yake akaaga, alafu kwa coping mechanisms akona poor coping mechanisms, alafu kule kwa biological already alikuwa na risk ya kukuwa na mental condition fulani. Sasa hiyo kwamba mama yake ameaga ndio ililipua, ama ndio ilikuwa kiberiti ambayo ilikuwa inangojea tu ile mafuta ya taa iko pale inawasha, anapata kuwa na ugonjwa wa mental illness. Asante sana daktari kwa kutuelezea hivyo. Acha nirudi kwa engineer aweze kutuzungumzia pia kiasi. Engineer, daktari birika kwa nanga ntubate poor coping mechanism atimete sense mo yabo ngo abete ko konyora kurwa saba igori atatebe nga muchiti kukwanira nanga kimubonete gukora umuchando yiga timete sense mo yabo ngo sirete chakwene kinga ngo walk you through this journey mpaka ugachako ene kinga ngo bwenole Kuna kumenya na high school. Ekana kora kaende university. Ekana masoma sinya era nari sawa. Bone mitando ya toka. Abanta bari kinyoro. Daigo bara bairi. Usetu asomete como primary. So turi kunyana go kwana na kusaka kwa kintu bingi. Michande ya mwaguliro wabwate, bombwate. With the draw, sakiti bantu takiti mangana manga. Oko iwobera ibi. Bono na wate bantu kwa na marabu. Mongi na marana tuwale kwa na my mother. Awana mami ndo bana na wate nini mwina haringa ya kukatukira ase ruwali. Ruwali. Jabono bintu mberekamo. Ana kwande kanisa. Kendo kende. Kachaka. Kero after counseling. Kwa kuante na mtariga. I can't remember the name of the doctor, lakini so we had a discussion with a specialist in what turned down here. Kanyora igende kama no tarana. So it's either nkunywa mariogo manyakorana, kustinywa mariogo tindara. So and one of the things mariogo ikunya akakoya tiga ngora kera ngocha kanyoro ore igende kata addiction. You can't sleep without medication. So for you to get out of that, you have to do something else, exercise more. So naona kuenda na alima na gende gasi ya mjengo na kore gasi ikiagero mate kero kuangana tuno mongana na nero kuruko bakimatori. So it means we can't go kuma bwana kuri. So na kogenda na kore kibarua. That those days na kore mjengo na kanwe milito. So MA na makora chinyeni ngora makara ye chiko ngore mafuta ye stove jenduge. So linabo kama mnana na kolegas abantu barito kolegas na barabona to kwana barunda that same level sai to igwana na kolegas mna na kora na nara na timo the weekend na gende kanisa. So that's how I used to go. And then at some point in kusbi kana nge chinyeni
so chinyi ni chiga nabo my sister ino na ngari na ba kungirire chiron so chibe siringo nyoro na chikura ndagira nkul na matumisi ande makere nda yanka ekero kurigeria muri gukwana n'abantu ase kinyoro gari familia yago terianya naye meta bantu ngwikira bari bateba ngabo no kibiasinyire nabo gwikira metolengena no kwirusio bumoyo kereke daya sensema yago ngikiagendete kugusukuma ugateba bona tigogendera konyoro bugwenya. Make no mistake. Mental illnesses and suicide are like this. Ekero es condition ya chile. Ayo corona nyura manyo. Suicide era. It's just for me it's a common thinking. You always think you can. It's easier to die than to live. Yeah. Now what stops it? My trust in God. Okay. Oma te kuriri. Obu mabwana unandire aroga. Nyembo iyo. Mechano ndatige manga. Yere mengi kubwa kwa mereri. Yara ni mbwada bantu bakumbikire. Handire ne engine tegete komenya nsi. So amangana yo gutaka kuita. It is just for me it's like a normal occurrence, but I don't fall for it. No. Okay. Nakia ko graba bantu bande salva tamanyite ande batamanyite ko. Unabone kero ya chirimo no. Kero chirimo na sinale lewe kama nyitenga. Tanywe ya wetania ya sareke. Ndio nya bantu bande at that point ali bakunyo yo. I mean ba wait or something. Kera mama dik bagiet. Mama utakubona umuntu uri urenge buyo bwate chibeso uri kiremeremo okunyara gweko okore mitamani turi kunya nakibona atoka bwesungia ngwa. Nesa uri iko mwario tamanya mwario yo ngento kerekera akoru egere tabase gwita. Lakini egera banta bange uri bamedo ngo batenga suicide is a normal statement in my head. Pa ko ndigere katatu. But for me it's just normal, but I say let it be like any other things I hear around. Nchena ende tali suicide iranga to by the way. Kongo cha kwa so kusige teke kawa. Tario ite. No, I won't die to suicide by the way. I just die of age or for some other reason, but not suicide. No. I made up my mind. Okay. Ekero muchando yo wacha kitakanyoro muchando yiga watete bine skuru kwa renge. Timete how long iko irete ugacha kobwena and ukaira na guche skuru gacha kwenda na masomo. Kobwena ko buruire bwa bongo. For instance. You cannot say today I've taken medication, so I'm healed today of mental. Actually, it's like a marriage contract until death do us part. Okay. In China, bipolar disorder, atogo tigana livingo chengoro ime. Otherwise, no man nero hapa. So na even my normal car na neka to nyudi na wa ndirengo ikana ronga ki na yangu chiari papa bobe. Usengo chiari kolete yo mana lira sa yo bongo kwa botiga. Okay. Tiga beno na asara mbue. Lakini tu kimwa to mane. Okay. Yeah, so usually I always want to avoid trouble. I don't like an argumentative discussion which will go to another level. No. I'd rather with scary. Yes, scary. I know you tirawa na ndio ya seki. Okay, bien sana sangarende. Daktari, sijui kama mental illness iko na signs and symptoms. You take us through. Okay. Hizo ni nyingi pia sana. Lakini I'll just mention a few. Each disorder vile mmesikia hata engineer akisema kila condition yenye mtu ako nayo iko na group of disorders. But there are some that are common ama some of the things ambazo ukiziona unaweza kuwa na suspicion kwamba unaweza kuwa wewe mwenyewe unaweza kuwa na some problem ama someone else might be having a problem. Some things we say like low energies, feeling excessively fatigued, unasikia hauna nguvu, hauna motisha, unajua unapaswa kuamka kwenda kazini lakini unasikia tu umeisha nguvu na hauna ugonjwa wote, tuseme kama malaria ama ugonjwa ambao unasikia ni ugonjwa wa mwili, unasikia tu na ni kitu ambacho kinakuwa kitu moja na mental illness. Nikukata tu kwa hapo. Sometimes for me it's an achievement to leave bed. Yes. Toka tu kwa kitanda ninaenda just step down. Yes. I struggle sometimes for hours. Exactly. To just leave the bed. Yes, it's that bad. Because the brain is the one that is supposed to give you those commands. But if the brain is sick, the brain is so subdued under that illness, haitakupatia hiyo mawazo ati sasa toka kwa kitanda, ama haitakuwa na hiyo energy.
So someone will have low energies and they will have excessive fatigue. That's one of the symptoms, and that's usually is a symptom of depression. There's also symptoms of eating too much or loss of appetite. It can be on either extreme. Unakula chakula kingi sana, ama sasa in that kula chakula kingi, it's also associated with other excessive activities. Unapata ni mtu ambaye akiamka ameoga, akimaliza kuoga ameenda kufanya vitu zingine tena, amerudi kuoga, ama amepanguza hii nyumba anarudi tena anaipanguza, ama yani anafanya vitu excessive, ambazo hizo ni symptoms za ile kuna part of the mood conditions zenye tunaita mania. Anafanya vitu vingi, anaongea maneno mingi. Yule mtu akiamka tu hivi, ama hata wakati mwingine hata halali. So eating too much is one of the symptoms, or loss of appetite or not eating. Sasa hiyo ya kukosa energy, pia mtu anakosa hata hamu ya chakula, hataki kukula, atakaa hapo hata mkimletea chakula tu yanaiangalia hivi na hana hamu kabisa ya hiyo chakula. Another symptom can be isolation or withdrawal. Nilisikia Injili ali mention something like that. Mtu ambaye alikuwa mchangamfu, alikuwa anaongea na watu, alikuwa anapenda marafiki zake, alikuwa anapenda watu wake wa nyumbani, hata ama watoto wake, alikuwa anapenda kila asubuhi akiamka anawauliza, na ninapenda hiyo tabia ya Wakisii sana. Wabokire ama mbwabokire, ninapenda kwamba mnaamka na mnaulizana mmeamka namna gani. Lakini sasa unapata hata atoki kwa hiyo room yake vile anasema. Sasa anaanza kujifungia pale kwa room, akitoka aone watu, anarudi ndani, anataka kukaa mahali ambapo hakuna watu, anataka kuji-isolate, anataka kukaa peke yake. Isolating yourself and withdrawing from other people and withdrawing from things that you used to enjoy. Hiyo ni one of the symptoms ya mental illness. Another symptom ni hizo severe mood swings. Unapata mtu ako na hasira haraka, akichokozwa kitu kidogo hasira inakuwa mingi. Na hiyo hasira inaendelea kwa masaa mingi ya mchana ama ya siku moja, na inakuwa ni kwa masiku ambayo inafuatana. Hasira na furaha na huzuni ni vitu ya kawaida. Mimi saa hizi nikipita hapa town, mtu achukue hii simu yangu, nitakuwa na huzuni na nitakuwa na hasira na itakuwa na emotions mingi zitatokezea kwangu, lakini si emotions ambazo zitaendelea for 2 weeks ama 3 weeks. Ni kitu nitasema ni hali ya maisha, acha nione vile nitatafuta simu nyingine. So inakuwa na severe mood swings ambazo zina last for many days. Kuna symptoms zingine kama inability to perform your usual or normal tasks. Hiyo vile engineer anasema unapaswa kuamka uende kazini, unashindwa kabisa, unajaribu ama hata hiyo mawazo ya kuamka haipo kabisa. Unashindwa kufanya kazi yako, unashindwa kufanya kazi ya shuleni, kazi ya kwenda kazini. Hata kama ni mkulima ambaye ako na shamba yake, anajua anahitaji kupalilia, anahitaji kuvuna, hafanyi hiyo kazi yake. Symptom nyingine ni poor hygiene. Mtu haogi. Hata mkimlazimisha, hata mkileta maji mmwagilie, yani hata hilo wazo. Unajua ukiamka asubuhi ama hata kama uko live unakaa kwa nyumba, at some point of the day unajiambia si ninanuka, wacha nioge. Huyo hana hiyo mawazo. Hata ukimjaribu kumwambia aoge, anakuangalia na shangaa, mbona unamwambia aoge? Hiyo akili yake haimwambii kwamba anahitaji kuwa msafi, anahitaji kukuwa na hygiene mzuri. Sleeping too much pia ni symptom ya mental illness. Na inaweza kuwa either sleeping too much ama not sleeping enough or not having enough sleep in the night. Sleeping too much inaweza kuwa ni dalili ya depression. Hiyo sasa kukosa nguvu, unasikia hata umeamka, yani kumekucha, unaona jua imekucha, lakini akili yako tu inasikia tu ulale tu, hata usiamke, hata usifanye chochote. On the other side inaweza kuwa sasa ni lack of sleep. Huyo mtu anataka kufanya vitu mingi, hata kama ni mwanafunzi anataka asome, akimaliza kusoma hiki kitabu anachukua kingine, anasoma vitabu, usiku unaendelea masaa. Wengine ninaambiwa hata for the past 3 days hajalala chochote, hajalala hata tone la usingizi for days on end. Hiyo ni dalili ya some mental illness, and hiyo kukosa kulala na kukuwa na excessive activities inakuaga in the category ya mania. Then talking too much, wale wanaongea maneno mingi, wakati mwingine wanaongea tu maneno inafuatana hata huwezi elewa anasema nini, ama wakati mwingine wanaongea tu mambo ambayo ni mengi sana. Okay, ambayo tunaita pressured speech. Another symptom can be loss of interest in activities that somebody used to enjoy. Kama ulikuwa unaenjoy kucheza mpira, kama ulikuwa unaenjoy kucheza na watoto wako, kama sisi wasichana tunapenda kujipamba na kufanya nini, kujifurahisha, unapata mtu hapendi vitu kama hivyo. Kama ni mtoto ambaye alikuwa anapenda michezo fulani, alikuwa amependa kukaa na watoto wenzake, unapata hafurahi hivyo vitu tena. That can be a symptom of mental illness. And another very important symptom of mental illness, na ninafurahia kwamba hata engineer ameongelelea, is suicide. Thoughts of death, wanting to end your own life. We say it actually, suicide itself is a disorder. Tunaita suicidal
behavior tunaicategorize peke yake na iko na dalili ambazo tunazazitik, tunasema huyu mtu ako na suicidal behavior. But suicide as kama hiyo hali ya kutaka kujitoa uhai, ama hata hiyo tabia yenyewe ya kufanya jambo ambalo linaweza kutoa uhai, ama ulitaka kutoa uhai lakini haukuaga, hiyo ni dalili kubwa sana ya mental illness. Ndio maana umesikia Njidi amekwambia suicide and mental illness are I would even say they are one and the same thing. They are not at two different things ambazo ziko karibiana. Suicide itself ni dalili ya mental illness. Si ati ni mtu ambaye wanasema nini, ni mtu ambaye hana tuseme nini, it's an immoral person. Tuseme kama sasa kwa Wakristo ama ajipendi, ama kwa Wakristo wanasema ni dhambi. Ni mtu ambaye anaruhusu dhambi ikue kwa maisha yake. Sio hivyo. Ni kwamba akili imefikiria mambo mengi mabaya ama mambo mengi mazito mpaka imefika mahali imesema hata hakuna haja ya kuishi. Na kwanza suicide is a very big symptom ya depression. Ukipata mtu ambaye ana suicidal thoughts, ukifuatilia dalili zingine za depression utapata hata tick most of those symptoms za depression. Na kwanza hiyo suicide ni kitu ambacho tunahitaji kuchunguza sana. Na hata sisi kwa madaktari wenye ni wa mental illness, watu tunaambia hata wale wengine ambao sio madaktari wa mental illness, labda wauguzi ama madaktari wengine ambao wanatibu magonjwa mengine, tusiogope kumuuliza mgonjwa kama kona hayo mawazo. Wakati unamuuliza na akisema kona mawazo ya mental illness, si ati kwamba confess ako nayo kwamba ataenda kufanya vile. Actually ukimuuliza na confess na mzungumzie na ujaribu kumencourage na kumpatia hope, utaweza kumsaidia na kumuokoa kuliko kuogopa kuongelelea suicide. We should talk about it even in the community. We should, ukipata mtu ambaye ana mawazo ya suicide, usimkandamize, unamwambia wewe ni mjinga, kwani wewe ni aina gani? Hiyo ni vitu gani unaongelelea? Acha hiyo ujinga. Unamuuliza ni nini inaweza kuwa imekufikisha kiwango hicho? Ni mawazo gani ambayo yamekukumba yakakufanya ukafikiria hivyo? Unamuelewa, unasema okay, inaweza kuwa ni kweli mambo hayo yanaweza kusukuma kwa kiwango hicho. Lakini ni vitu gani unafikiria inaweza kukusaidia utoke kwa hiyo mawazo? Sio kumkandamiza na kumgombeza na ama kujitenga. Unaona huyo kama kuna mawazo ya suicide labda inaweza kuniambukiza, unamtenga, sasa mnasema ule ni mtu mbaya. So tuwakaribia watu ambao wako na dalili kama hizi za mental illness, ikiwa ni suicide na dalili zingine, na tuweze kujua vile tunaweza kusaidia kwa society. Na sana vile engineer amesema, the best thing especially kwa mtu ambaye kuna dalili za suicide ama dalili hizi zingine ni kumpeleka pale hospitalini aweze kuhudumiwa. Okay, asante sana daktari kwa kutuelezea kwa upana. Ningependa ushikilie hapo tuingie kwa engineer pia tuelezee kidogo. But tukirudi kwako utaweza kutuelezea the impact kwa mwili yenye mtu anaweza pata kama hajapata matibabu akiwa na hii ugonjwa wa kiakili. Engineer tucha sema yako. Yeye kireta bono ya mate ya gachagwa kira nangu uguno borwire bono mugachaka gukwanera. Kama ndeme chande ya chakira na university. So nje unandega kakiza kyonsupi bongo na kulinga ingo na walengi best okay ila nesku abantu bako na wadawanga kurwa libuke usi you know what that is chengo na kulinga ki ingo na ne sponsor ingire school and I did go dance at my prayers kanyawara mu sponsor ikangire school because I think I was in third year. So I did my third year, fourth year, fifth year. Oh no? As a matter once in a nice year graduation, everything stopped. There was a big celebration. Then I started to realize this guy had a point. Because I remember one time I told one of my siblings, you see the earth here? You see heaven here? It's cheaper for heaven to come down and for earth to go up than for me to be treated any other way that is not medical. That siwezi enda mahali sio kwa daktari mwenye akinipea panado ikinizidi mwili kuna venye anaweza nisaidia jua mnajua ameanzia wapi. Any other way of treatment me I don't know. And that's my life. So when I got to get to school and then I graduated, then now they started to appreciate. And then I also started doing some small assignments here and there. You know, I also learned that in this life, for example, part of mimi kujikumbaya. You know, I have to be basic first. Chinga kichino mate ebinte bigero ure bo mara ure bo ngo bo chaso ngi to ko bigero birenge binen tayo nyara ko ke
nintagete gukora kiri nintagete gukora kiri nintagete gukora kiri lakini kunyara kwao kurigo ika so ngachakira asa race inche no muntu ngiatha kire kuri gutwara ibintu bitatu food clothing shelter university graduation is not one of the 3 basic needs so I dropped so I started to live as a simple human being so up to date I do engineering things, yes, but I also do some very odd things because I want to encourage people to know that mimi naweza lima shamba unilipe hata kama ni 100 ni sawa. I can do that now. Okay. So it's that point when they realize that even if I used to do all those awkward looking jobs, by the way hata tunatambia mimi nimesukuma wheelbarrow. Nimeuza chumvi ya 7 bob. Sabuni zangu zimenyeshewa. Kuna siku nyingine hata sikulipa tax. Asubuhi hivi walichukua part of my wares because I don't pay. Sorry for another day. So the point is wakati walianza kuona maisha yangu imeanza kuchukua mkondo fulani ndio walianza kunikubali. And of course for my mother after the 5 years we reconciled. In fact one of the things that she appreciated till her death I built her a nice house. So you know what she did? For 1 month my mother never left her own house. Hakutoka nje ya hiyo mlango because she never believed that I could do that. So they started appreciating walianza bacha kitakora rangu muntu kanu na bwate binengere libye baroche amatokeo ibintu binaka kubate. Okay. Ngiora bekogote ya beguri mpale bali skogali na bara babwate birengere libye mamo minabwate. Kerekene na baroche chidaliri ngo mwana obona bwate umuchando lakini mbara imukiye gitambukire byo kumwira gali senye gitari abigakonyoro buwena mose mikiora begokoba. Kende gatangani ubure bo ngomboro. Una malaria uno muntu akubune kokogoro uso muntu ndakwiburwe kerema uno muntu ndabwate pressure uno muntu ndabwate sukari nago tebina ki je tusaidira tino burwiro mwaki amakwerio katogotika so abaibori bari bamanye nabantu bose ngaki uburwiro bobongo tari burogi tari gose gochiera kurutero chindege no muntu urwarete uno ndwensi ararwara uno munyagitari ateba umuntu gabongo nabo bonge gichara abongo kuburu abonge ngoro abonge ngosiga abongo kurwara bole engeje ryo kugenda kwa panado esa uri umutu wati gosoko kwa malaria queen squeeze bako ati kwekiriwa for those things for dealing with malaria the same way you need medication for mental health bono ogenda kumanya ngomero mbono naende bogenda kurwari kubo cyane naende ubwatu byabuye kumenya kitari cyo hotel utiko bajwaje Eto kende. Ntonalite sana. Kari wetu mutuli usenaki. Konyo chipenkira. Enka antona de tini wetu nanyi wetu mutu. Machipana. Pana do chiri ngonya kapana do extra. Ngapurufen, you know. Pana kunye amaria ko batamanyi. Genda boli nektari. Ekiara che mutundiro ngagate tibiya sana. Pakanga ndanga kwa scan hiyo yote. Now the CT scan revealed nothing. So I had to deal with the psychological issues. Yeah, so tiga bamanya kebaliete, banda manya kita baba nigeri, anda bamanya ngurere go bongo. Mukwera boro amatuko na kurere sky, no urere go pressure, kuna marira aliande lifestyle. So babu ati anda baira wire baba nekitari, baligere go, baruali. Kento kele, banda baito. Nyaso kuna biasa woni gastorichi yake ubu magwa kongire wibete taxi ndugenda komenta chike usengai ayaria so bugimo wo wanjira komenya ikerio kekora mbaria so tari kiagararia so watambiye birengere ni utanyara no bongo bwange gusarekera live within your means, don't go beyond what you can because that's the beginning of trouble because it leads to stress trying to achieve the unachievable then you miss the league. Okay. And that's how you lose it. Ndio maana sana sababu sehemu yake ima. Nana daktari muda wetu unayoma. Ningependa kuelezea mpenzi mtazamaji kuna wale ambao wanadinda kupata matibabu. Pengine ni impact gani inaweza leta kwa mwili wao? Hiyo ni swali interesting sana. The worst thing ambayo inafanyika wakati mtu fuatili matibabu ambayo anafaa kufuatilia ni kwamba huo ugonjwa unakuwa worse. Na what people don't even realize is that mental illnesses can cause death.
Na one of the worst symptoms ya mental illness ni ile tulisema suicide. Suicide is the leading cause of death among people ambao wako na mental illness. Interesting enough, wakati mtu ako na magonjwa mengine pia ya mental illness, inawaweka at risk ya kutumia madawa ya kulevya na kufanya vitu vingine ambavyo vinaweka mwili wao at risk. So they are very vulnerable ya kupata even heart conditions. They even end up, sasa kama mtu ambaye anatumia pombe ama anatumia madawa mengine ya kulewa, anapata now liver disease, kidney disease, and many other body organ failures. Yeah, so usually there can be zinaitwaje consequences ama complications ya kutotumia madawa ya kutibu mental illness. Na I think ningependa kurudi kwanza kwa hiyo ya treatment hata kabla tujaenda kwa complications. Ni vizuri kwamba engineer ameweza kuelezea, na ninafurahia sana kama imetoka kwa mtu ambaye ame-experience. Kwa sababu wakati mwingi watu ambao wako pale nje wakigonjeka ama mtu wao akigonjeka ugonjwa wa mental illness ama yeye akigonjeka ugonjwa wa mental illness, hataki kwenda kwa daktari, hataki kwenda kwa psychiatrist. Kwanza watu wengi wakiambiwa sasa tunahitaji kwenda kwa psychiatrist, first of all wanaanza kujiweka self stigma. Wanasema mimi si mwenda wazimu. Mimi kwa nini unanipeleka kwa psychiatrist? Mimi si mwenda wazimu. So already there's a stigma yenye iko kwa community kuhusu mental illness. Ile je tulikuwa tunasema sasa watu wana imagine kukuwa na mental illness ni uchawi ama ni kitu ambacho ni cha zinaitwa malaana ama nini. Lakini hawakumbuki kwamba ni ugonjwa kama ugonjwa mwingine na wanahitaji kwenda pale hospitalini watibiwe. So how do we treat mental illnesses even as our time is going? Vile tulisema kuna 3 roots ya mental illness. Pia we have to go back to those roots. Kama unataka kung'oa mmea ambao ama ni weeds ambazo ziko kwa shamba yako, unang'oa na mizizi yake. Haukati tu, ukikata itamea tena. So unang'oa mizizi yake kwa deal with the biological aspects of that mental illness. Na umesikia engineer amesema dealing with biological, ama sasa kama ubongo kama inaitwa nini, kiungo cha mwili, lazima kukuwe na kitu, kuna viungo ambavyo utameza ama viungo ambavyo lazima uingishe kwa mwili ili ziende kwa hizo nerves, ziende kwa hizo chemicals za brain ili ziweze kubalance hizo chemicals. So that is why many people ambao wako na mental illness watahitaji madawa ya kumeza, tembe za kumeza. Na nikisema tembe za kumeza na tukikumbuka nature ya mental illness, na ni vizuri hata I think amesema kwamba yeye aliamua, yeye na bipolar walifanya ndoa, it's still death to us part. So that is one thing that people need to remember. Mental illnesses are chronic and relapsing illnesses. That is the nature of mental illnesses. They are chronic illnesses, just the way HIV is a chronic illness, just the way diabetes is a chronic illness, just the way vile amesema, just the way hypertension is a chronic illness. Hata asthma, in as much as watu wengi wakiwa na asthma wakitibu kwa muda mrefu ama wakiendelea kukua watu wakubwa, the asthma does not affect them. But if they are exposed to certain conditions, asthma yao inarudi. Hivyo ndio mental illness iko. Sio uchawi ati kwamba ndio maana haiishi. Ni ugonjwa tu kama magonjwa mengine, it's chronic. And that's why mtu ambaye atatibiwa na dawa za mental illness atabidi kumeza hizo dawa mpaka. Atameza hizo dawa kwa muda mrefu. So that is biological treatment, treating with medication. Psychological treatment inatibiwa namna gani? Inatibiwa na maongezi. That character and those coping mechanisms. Hakuna dawa ya kumeza ya kusaidia mtu na coping mechanism. Hakuna dawa, ni akili yako. Sasa kuna daktari, kuna matabibu wamefunzwa mafunzo ya psychology. Wanajua vile kuongelesha akili yako na kukuelezea homework ambazo ama skills ambazo utaweza kukua una practice. Na kuambia ukisikia kufanya hivi, kama sasa vile alikuwa anasema yeye mwenyewe kuna coping mechanisms. Akisikia thoughts za suicide zinakuja, anaziambia not here, sio kwangu. Toka vile umekuja tu wewe enda. Sasa yeye ako na hiyo coping mechanism. Lakini kuna mwingine hana coping mechanism, kwamba hiyo suicide thoughts ikikuja anaendelea kuisikiliza, anaendelea kukandamika, anaendelea kufuatilia vile mawazo inamwambia, anaenda akifanya kile jambo. Lakini kuna psychologist mwenye atamwambia hiyo thoughts ya suicide ikikuja, fanya hivi. Fikiria jambo fulani, fanya jambo fulani, enda pale shambani lima, enda uzungumze. So kuna watu ambao psychologically, in terms of psychological factors, kuna psychotherapy. Actually treatment ambayo psychologists wanapeana inaitwa psychotherapy ama talk therapy. Ni kuongea tu, lakini hiyo kuongea ni kufunza akili yako kutoka kwa hiyo jambo ambalo imeifunganisha. Then the third ama ile mzizi ya tatu ni tunaita social factors. Social factors pia zinahitaji kutibiwa. Tuliongelea kuhusu social factors as in environment, pale nyumbani, pale shuleni, pale kazini.
we as a community, we as a people, how are we treating each other? Tukiwa hapa kazini tuseme sisi ni co-workers, mimi ndio a factor of worsening your mental well-being, ama mimi ni factor ya kuongeza your mental well-being, ukue mtu ambaye unasikia uko na self-esteem, ninakwambia vile umevaa leo umevaa vizuri, vile umefanya kazi leo umefanya vizuri, ama mimi ndio kila wakati wewe ni mjinga, hata ufanye hiyo kazi vizuri, hata ufanye nini. So as a society, what are we doing ya kusaidiana in the home environment? Kama wazazi tunawalea watoto wetu namna gani? Are we considering their mental well-being? Okay, watoto wetu vile tunawakuza wakue pamoja, tunawaelekeza wawe watoto ambao wanaingiana na watoto wengine vizuri, ama tunawafunza watoto wetu kuwa watu wa vita, kuwa watu wa matusi, wakienda pale shuleni ni kutusi wengine, kwa sababu ukiona tabia nyingi za watoto wamezitoa kwa wazazi. What community are we becoming? Pale shuleni, walimu and all that. So social treatment, there's social interventions ambazo tunahitaji kuzifanya, and in addition beyond even preventing or doing things that can prevent or that can support somebody's mental well-being. Hawa watu ambao wamegonjeka mental illness tunawachukulia aje pale kwa community? Vile amesema there are things that they need to do in the community, na kuna vile wanahitaji kuchukuliwa pale community, kwenye nyumbani na kwenye community, inawasaidia kupona. Wakikuwa ni ambao wamekuwa na ugonjwa wa mental illness, lakini akirudi pale nyumbani, akirudi kwenye kinyoro, watu wanamtenga, wanasema ule ni Evarimo, Chibarimo, na hawamkaribii. Hata wengine wakimuona wanamtoroka, wengine wakimuona ni kumshika na kumpiga. Hata amepona, lakini kwa sababu wanajua ni Evarimo, kazi yao tu ni kushinda wakimkandamiza ama wakimpea matusi. Hiyo inaendelea kuzidisha ugonjwa. Lakini kuna mambo ambayo tunaweza fanya, social interventions that we must do, ambazo wakati mwingine hata hazihitaji daktari. Okay, ili tuweze kuhakikisha your own mental well-being iko sawa, mental well-being ya jirani yako iko sawa, mental well-being ya watoto wako iko sawa. Tukianzia hapo, we will even prevent a lot of the mental conditions ambazo zinapanda kukuja kufikia kwenye madaktari. Okay. Yes. Asante sana kwa kuelezea hivyo. Ningependa pia upena wasia wako wa mwisho wakati ambapo tunamalizia kipindi, uzungumze na mpenzi mtazamaji, ni hatua ipi anafaa kuchukua wakati ameona kama kuna mtu huko kwa kijiji ako na hizi dalili, wasiogope, wanafaa kuelekezwa kwenda wapi? Ni vizuri umeniuliza nitawaambia nini, na nikitaka kuambia what they can do ama kitu ambacho atafanya, nitarudi kwa theme. Tulisema huu mwezi ni Mental Health Awareness Month, na theme ya huu mwaka move more for mental well-being or for mental illness. So what are we doing to move? What are we doing to make an impact in our own mental well-being and in the mental well-being ya watu wengine? So what can you do wewe mwenyewe? Tuanzie kwa wewe mwenyewe. Hata kitabu kile kizuri ambacho watu wengi wanasoma kinasema mpende jirani yako kama unavyo jipenda. So kabla hujaenda kumpenda jirani yako, lazima kwanza ujipende. Ama ukuwe na upendo ndani yako ndio uweze kumpelekea. So sisi wenyewe tujichunguze, tujue our own mental well-being. Make sure you are safe first. Make sure wewe mwenyewe mental well-being yako iko sawa, na kama unajisikia kuna mahali niko na matatizo, ukimbie kwenye hospitali, upate either psychologist, upate counselor aweze kukuzungumzia. Wakiona ni kitu ambayo imezidi psychology na imezidi counselor, unaweza kutumwa sasa kwa psychiatrist. Na ukimpata mwenzako ambaye ako na depression, ambaye ako na suicide, ambaye ako na hata ile dalili zingine zenye sasa tunasema ni kurukwa na akili, anatoka kwa boma, ametoa manguo, ama anakatakata ng'ombe, anakatakata, tunamkaribia kwa upendo. Tusiwaendee sana na vita na kuwapiga, kwa sababu wakati unataka kumpeleka hospitali, although nawajua wengi wao wanakuaga ni watu wako na nguvu sana na wanakuwa na vita, lakini ukimwendea kwa upole na ukimwendea na akiendewa na mtu ambaye anafikiria huyu ni mtu ananipenda, wakati mwingi wanaweza ku calm down. Na wakati mwingine unawapata wamewafunga kamba ndio wanaleta kwa hospitali, although saa zingine inahitajika kama ni mtu ambaye kabisa ameshindikana, lakini kuna vile unaweza kumzungumzia kwa upole na unaweza kumleta kwa hospitali. So what you can do is take care of your own mental well-being. Also take care of the mental well-being of your neighbor. Ukipata kama ni mtu ambaye ako na matatizo, hata kama ni mtoto, mtu mzima, mwenzako, hakikisha unaweza kumleta kwenye hospitali. Na hapa Kisii sana hapo mbeleni tulikuwa tunasema wale ambao wamesomea magonjwa ya mental illness, tulikuwa tunapatikana at the referral hospital hapo KTRH, na kuna hospitali nyingine mbili
kwa sub counties. Kuna Gucha sub county hospital na kuna Nduru sub county hospital ambapo kuna specialists. Hapo ukifika hata without being referred anywhere, especially Gucha sub county na Nduru, utatibiwa pale pale. Lakini all the sub county hospitals, at least each sub county, me being the county mental health focal persons, each sub county iko na mental health focal persons. Hata kama si wale ambao wame specialize, wana ujuzi, kwa sababu tumekuwa tukizungumza kwa muda, wana ujuzi wa haya magonjwa ya mental illness, na either unaweza shughulikiwa pale kwa hiyo sub county hospital ama utakuwa referred kukuja KTRH ili kuweza kutibiwa magonjwa ya mental illness. Nashukuru sana daktari kwa kuitikia wito kufika katika studio na kufunza mpenzi mtazamaji. Engineer karato gukorera ntumbaroro bwatu kugina ngabanta bwatu muchando bwongo kerkende ngamba gukine no ne family abakwanira ngo isiko gali bia mono karo kuroiro bo maete bia nando oko kora buno mu gitari agoteba inje nawo te no munyinya koro sinde chipara udankuruga ega kwa ndande go inspect project 20 era liuka nimbwata naende I have a different entity. I'm an entrepreneur. Nimbwata biashara nga na bibiko era menya tefali no nyene bigas nimbwata family nimbwata abana pakka panne kero mwana ali school responding mbaya sabari so naboko menyobo kwa kawaida actually it will interest if you get feedback. 90% of the people who know me bantu bamanya sinimwata mental issue ekana nawe keteke status everybody was like are you for real? But then of course it's about ekero kwe manyire na kumenya una kwe manyire so I always nasema kwa street nacheza chini so ikon kwe beka ina way that nimenya to kumwana kwa kawaida lakini ndio nimatenga kare mechana ya baire kwa gachande chinyumba for example nyumba te yona naye yamo yanya ko kuna one project nere mbwada rene sana tuwa gachire chikoro mpaka sana abantu bawo chakomenya we are normal human beings alex kwa kuli baga na batenga kiyo kwate kasi yo kwa gache nyumba na wako ndetera mwa gache aro muntu bari to muntu bra kwa gache nyumba yes sana ekegera chinga cheito chatonyorire nganchire nkorerawo daktari niruhusu kwa sababu muda wetu umeyoma. Kuna vipindi ambavyo vinavifuata lakini kuna mpenzi mtazamaji hapa, ujumbe ni mingi lakini kuna huyu Boniface Saboke kutoka Homa Bay County Mititi Kodera amesema leo ameweza kujifunza mengi kuhusu ugonjwa wa ubongo na anashukuru sana. Ambia muna sana mwanche mulire kwa biri kugusangana kutoka Chagete umorobiri w'insakia ekemambia gwikira bone gato ikiro mwele no gusemerya kwa nuna ko biri gukwemanya amange nganchire tukolera uli tukolerero kolende na butokumera na litukolya angyo astrabe tugusanga asobwa mubye muna sana sali mwabiri mukubwati umorobiri ande bye muna sana sali mwastoba tukubwaterana anene kula sensemeria job ma angyo itoba tugusanga nere kolendo twalibaga iliyo kusanga nabagene baito nabwo uli ene kyanga chibi channel gira biri kugera sole asenchira yabene abwere nyanchama na nchiri ane Frida Kerubo genda gutwara ubuliyeli bw'imiri Seni Kyandizi TV obona bo bwanso obwo muzi.